this must have changed how football is looked at in Morocco already. If they could make it to the semi-finals, 2 tournaments in a row, there would be a proper world beater. It would be fantastic. I think it's about confirmation. They've been proven that we can reach the finals and reach the final in African National Cup. They did well in the last World Cup. Pastor, niruhusu nikuulize hili swali, maana wewe umekuwa ni kiongozi bora ambaye ni kielelezo. Umekuwa kielelezo mzuri kwa vijana kuwatoa katika njia mbaya na kuweka kwa njia mzuri. Na Pastor, kumekuwa na jambo la goons, vijana kutumika na serikali kama goons, alafu baadaye tumeona mmoja wao ameuliwa pale Kariakoo. Sijui kama mchungaji ama kama ambassador wa amani unaweza kuwa na ujumbe gani kwa vijana na kwa serikali pia? They are co-hosts, so they want to really go on and do work. How do you see them approaching this game? Do they sit back and try to get Morocco on a counter-attack? Because we know Morocco loves keeping the ball. Second blame, ni kwa sisi vijana wenyewe. Because wewe mwenyewe uko mtu how it is that they soak up the pressure, because of course Morocco is going to come out guns blazing, because they certainly want to be the ones who start on the front foot. In that first 15 minutes for Morocco would really put them in the driving seat and in control. So I think how it is that they keep the shape as well versus Canada in terms of just maintaining all of that rotation in the midfield is important. Fantastic journey, a draw against Bosnia, a win against Qatar, and then a defeat against Switzerland before beating Bafana in the round of 32 for Canada. Now they are battling a Moroccan side that were full throttle against Ronald Koeman's Netherlands in the last round. So you expect that to be their approach as well. A lot has gone into video analysis in football. And as much as Hakimi is a threat going forward for Morocco, opposition look at that and think there's a weakness down there. You look at Hakimi, what he does is as numerical advantage, gets to the final third. Siku moja mbili, unaona. So I think we should just, it's a shame for our leaders to once again, kama mimi sasa nimekuja hapa ati nafaa niogope kwa nini? Nafaa niogope kwa nani? Alisema hapa ni kwa Mkikuyu ama Mjaluo ama Mluya ama Masai. Kenya ni kwetu wote na tunafaa tutembee kila mahali, as long as tuna aim yetu ni kushikanisha. It is so foolish for our leaders to give money. Hiyo kitu hata sijui naweza nikasema. Niliona jamaa mwenye amededi, yani nikasikia vibaya sana. Na unaweza pata labda alikuwa amepatiwa janta, unaona? Alikuwa anaenda kupigania juu, tena ma politician hudu hivyo. Ikifika after service anajitoa. Labda huyo jamaa alikuwa anapigania kichele au sio? Lakini hiyo kwenda kupigia hesabu bodyguards naye amemlalisha. Ni vibaya sana. We need to as a nation, instead of using this energy ama kuona vijana ni magumu, si magumu wanataka. Ni opportunities kila mtu anatafuta. Na akiona jamaa pale juu anaona kama sisi pale ama wale leaders pale juu angekuwa anatengeneza makampuni, vijana wangekuwa wanatufuata. Lakini wanatufuata because si ndio wa kampuni. And guess what? Do ni zetu. Lakini inafanyika ni kama do ni zetu ni hao wanatufanyia service. Sasa hivi utaona wanapatia na mado. My message to young people as I finish, please young people. Huyo mtu mwenzako ni mtu tu. Unaona, mimi nimetoka mbali kuja kuleta ball. Hii kitu imeshika sana Kenya. Sisi kama umeona numbers, tuko na raia kubwa sana hiyo mtaa. Kama ningetaka hivyo ningebaki tu. But for me I believe that wakati nilikuja hapa Jacaranda tuko na kina rais na watu kama hao. I mean kile nilionyeshwa ni upendo. I mean I believe Akamba, Aluya, Akalenjin, Kikuyu, Amasai should work together because hakuna mtu aliomba Mungu azaliwe Masai, sio? Wewe ulijipata tu ni Mluya. Makosa kwa Mluya nini? Makosa kwa Mkikuyu nini? Let's live as one people. Kenya ni yetu. Mchungaji, Pastor, kabla hujaondoka. I have one question, Pastor. What is the intention of doing this? Because this is an event of the World Cup, eternity and fraternity. Are you sponsored by World Cup to do this in Nairobi? Why Jacaranda? What is the intention? Swali yako inakaa ni swali poa, but iko na history. Because kawaida swali yako iko na history. Inamaanisha mtu akifanya kitu kuna kitu anatafuta. So ukiangalia lori vizuri, hiyo screen ni yangu, sawa?
Lori yenyewe ni yangu, sawa? Pesa ya mafuta ni yangu, sawa? Niko na staff, I think niko na over 54 staff ambao mimi wanalipa kila mwezi. Ukiangalia vizuri hiyo screen, hautaona kitu yote political. So umeingia hapo unaona ni ball. Kama uko hapo nje na nianze kutoka juu mpaka chini, World Cup ama nani na umepatia John CW Bob, hata usiende kinde ndio mob. Umenipatia 1 bob kufanya kitu yenye nafanya, si ufanye tu vizuri, si ushauri. Ama furthermore, weka statement ya M-Pesa kwa bank kuambia watu wa Kenya, me I'm just doing this because I know. Kama nikwambia siku moja tulienda Kenya last week, kijana fulani ma drugs mbaya sana, jamaa mbaya sana, alikuja kaketi hapo, alikuwa anaenda kufanya hesabu zake, akakuja akanipata hapa, akaniambia Bishop, habari yako poa, nilikuwa naenda mahali fulani, that's after the game, nilikuwa naenda mahali fulani, lakini venye nikaona ball ilinibidi nichore. Kumbe after a while mabishki zake walidedishwa that same night. Sijui kama mnanielewa. So inamaanisha nini? We are here to save lives. If we can all watch football haina Mkamba Mkikuyu, si ndio? Ukinotice football you tuleta sisi wote pamoja. We are not here for that. We have been given a lot of money in terms of watu wanatuambia ni aje tuwekee kitu hapo. Kama nakuja hapa mtu aniambia niwekee hapo, mimi na run for something, nakataa. I think tumeiona kutoka kote tumekuwa. This is not a political platform. This is basically a platform where young people can come together despite their tribal, and if there is something I'm pushing, by the way niko na agenda. Nikwambie inaitwa Siko Tribal. My agenda is to make sure that we are pushing the tribeless generation so that we can be able to work together as young people. Na pia Pastor, kabla hujaondoka, niruhusu tu maswali mawili. Umekuwa ukisaidia vijana wengi kwa mtandao, lakini baadaye kuna wengine kwa mtandao wanakuja wanakupiga. Swali la pili, kuna wengi wanasema wewe unatumika na government chini ya maji kuchukua. Wewe ndio unasema. Okay, sawa, mimi ndio nimesema. Unatumika na government kuchukua information kwa youth, alafu una inform. Okay. Yeah, sijui kama hiyo kama ushaikutana naye. Wanasema ni watu wawili. Can I ask you a question? Yes. Kwani wewe ni nani nichukue chip niweke kwa simu yako? Umekuwa nani? Uko important aje ati sasa ati wewe ndio tunakusikia. Najua umekutana story kama hiyo. Ni vitu nonsense tu. Yes. At the end of the day. The last time I came here, there are several people walini approach kama cartel, in terms of media cartel. Na wanajijua. Wakaniambia niwapatie kitu, na niko na hiyo message by the way, mkitaka kuiona naweza i-publish vibaya. Tunawajua. Si mnawajua? Niwapatie kitu ama waribuji. Mimi nimetoka ghetto mzai. Na jina sio ulinipea, ni Mungu amenipea. So nikamwambia do hivi ari. After a while nikakuja kurealize it was just a money mongering issue. Na the fact that nilikata kwenda direction yao, na nikuulize, mbona Omosha asemi anything? Mbona Kennedy Songa asemi anything? Mbona ujiulize? I like people like that because at the end of the day, si mimi najua Omosha na support hiyo pande nyingine. But to me, I'm not interested na nilisikia before nikuje huko aliniaccuse akasema ndio hiyo pastor ajulikane si wa pande moja, hata sisi hatusupport. Si nimesupporta watu wenye kidogo ninaweza. To me I think is an opportunity to, anytime you are trying to do something, watu ujaribu kutafuta njia ya kuku, na mimi sio mtu. Mimi si pastor fala. Ukijaribu tu hivyo umekaa mnarudi. So iko tu hivyo. We are here for the people of Kenya. We have a lot of numbers. Na hatuta back down until tribeless generation iamke. Watu wenye wanaweza fikiria beyond Mkamba, Masai, Mkalenjin, Muluya, Mkikuyu, hapana. We should all think as Kenyans. Ukikatwa mkono wewe umeniuliza hiyo swali. Damu yako ni ya yellow? Mimi nikikatwa damu yangu ni ya yellow. So what unites all of us ni nini? Life. No, before politics, before whichever party you want to support, let's first remember we are human. We are human beings. Kama uko ODM, uko UDA, uko Jubilee, uko wapi, uko any atheist, wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, the first most important thing, we are human beings. Na kama tunaweza pendana kama wanadamu, Kenya will be a better place. So mimi niko hapa, najua vizuri sana hapa si home ground, lakini mimi nimekaa. Mimi najua watu huko wanatupenda na wanapenda ukwe. Mungu atusaidie. Na bado nitasaidia watu wengine. Nimekaa mnijue shida zingine na wenye tunaweza saidiana pia. Naomba anza na mimi. Pastor, you see, I want you to very clear before you, because you mobilize and you balkanize. So what is religion or political? It's none of the above. What's religion? Well, now that by virtue you are a bishop, what is your intention? Good. Nikuulize swali moja.
Nikuuliza swali moja. Umenijua for how long approximately? Unaweza sema umenijua for how long? Maybe in terms of time. Barely in the last few days. Barely the last few days. So that question is because you don't know my history. Because 16 years, this is what I've been doing. Can you imagine? 16 good years. The only difference is that nimeamua to break the four walls of the church, to show the church. Acha nikwambie shida moja na church. This is my intention. The church makes it look as if sisi wenye mko hapa nje mkoka. So tuna create four walls. That's what is called a ministry. So unless umeokoka, ni ngumu sana ujipate wapi. So mimi nilipiga hesabu nikaona already nimesha manifest kitu na nimemaliza. Wale watu wanataka injili ni nani? Si nyinyi wenye mko hapa nje. What's the best way to do it? That platform. Watu wanakuja wanaona ball. At the end of the day wanaona hakuna fake, hakuna day, hakuna nini. Nimecreate an environment for people to be able to live positively. This is what I've been doing for 16 years. Kutoka nikuwe Concord. Jenzi kama Wangamji na Concord. Nilikuwa Concord, nilikuwa Konda, Pade Barungai, Mada, Wangige. That has been my life for a very long time. Bringing young people, especially men. 2014 nilikuwa na program inaitwa Mana. Bringing men together, trying to see how we can invest, how can we work together na vitu kama hizo. So for me, my intention is one Kenya. Don't try to make it religious or political. One Kenya, because if you talk about religious, then umekata Muislamu. Are you vying for any position in politics? Sikia kwanza. If you talk about religion, inamaanisha kuna Muislamu wako hapa hata nisikia, si ndio? Because tu yeye anaona ni kama nimekuja kudivide watu. Mimi I'm pushing for one Kenya. One Kenya. Am I vying? Have you ever seen me saying anything of that nature? No. My intention is not that. But I will say this. Kesho ni Mungu. Wewe unajua kesho utakuwa wapi? So all I can say, as far as today is concerned, it is one Kenya. No, he's right. He's right. I like such questions because they are mature questions. It is one Kenya. Have you understood? We are fighting for one Kenya. And I'm happy. And if you have another question, feel free. One political person. Thank you. Just one. First, kuna hii kisingizio ama niseme ni jambo from the youth wangependa Sifuna ang'ang'anie urais, but the elderly wanasema Sifuna bado hajafika na hajakuwa na ile ubabe ya kuwa rais wa Kenya. Jambo hilo tunalichukulia. Nani anasema wazee wagani? Umeona wazee? That is a statistic. Wanasema hayuko fit. He is not fit. There is a scripture in the Bible that says, do not let anyone look down on you because you are a youth. But again to the youth, kuna saying inaendelea hapo inasema, but set an example. The problem with us youths, we don't set a good example. Me, I have no problem. I believe even in the Bible there were kings that were 12 years. Correct. There were kings that were 20 years. Wewe uko mzee umefanya nini na ukumko corrupt? Ni wazai kwanza ndio problem yetu. Asante. Usilete miaka hapa. You people are the problem of Kenya. Kenya is not about. And by the way, I think Sifuna and Babu Wino and all those people have been doing politics for a while. Na nani amekuambia ni hao peke yao? Kuna wengine Mungu analeta. Fungukeni macho mjingamie. Kama wewe unaleta. Asante.